Yo, huu ni storyteller wako tena Eva Mendes. Karibu katika channel yangu ya YouTube. Usisahau kushare, kusubscribe na kugusa alama kengele uweze kupata notification. Bwana, picha inaanza, unamwona bidada anaangaliana na mtu ambaye amechafuka damu. Pia tunamwona upande wa pili yuko na mpenzi wake ambaye anaitwa Mitch. Huyu mdada kwa jina anajulikana anaitwa Eva. Tunamwona yupo katika military base. Alifikaje katika military base? Tutajua na tutaelewa. Twende pole. Nisikuharakishe. Hapo sasa wakiwa katika military base, jamani mjiandae, mnaenda katika ile kazi ambayo mmekuwa mmejitolea. Tunaona Eva ametoa macho baada ya kupewa instruction nini kinafuata. Tunaanza kuona magari yakiingia katika exclusion zone, ambapo ni eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya janga ambao serikali ndio sababisha. Tunaanza kumuona Eva akiingia ndani na kutafuta miili ya watu waliokufa. Alikuwa na msichana mmoja, lakini msichana ule aliweza kushindana naye kubeba hiyo miili, kwa akabidi apewe mtu mwingine ambao mtu anaitwa Cray. Umeelewa? So Cray ni mshikaji ambaye atakuwa anasaidia naye kuchukua miili na kupeleka nje. Hapo sasa wakiwa katika ndani ya nyumba, wakiwa bado wanasaka miili, baada ya kukuta mwili mmoja umekaa, baada wakaingia kwenye chumba. Hicho chumba wameenda wakamkuta bonge. Kwanza Cray akabidi avute sigara kwa ajili ya kupunguza mawazo, na Eve akasogea pembeni ili tuweze kumvuta huyu bigi. Sasa wakati anavuta, Cray akadondoka chini, akawa na laani, fuck, hichi ni nini Eva? Hizi kazi zinachosha, mimi siwezi kufanya tena hizi kazi. Umeona? Baada hapo tena wakawa wanaenda kusearch, wakaenda wameingia nyumba moja, akamuta Cray, njoo uone. Cray akaja chapu, anakuja kuona kuna nini tena hicho, nini hicho. Kuna ndo wakawa wanamuona mtu amesoma. Sasa tukija upande wa pili, tunaona kwenye kumbukumbu zake Eva alikuwa yupo katika ndege. Hapo alikuwa anaenda kumtafuta mume wake, ambao mume wake alikuwa katika hiyo sehemu ambao kuna janga ambao lilitokea. Sasa hapo alikuwa na sneak, yani anatoroka. Akaambia unaenda wapi? Akaambia mimi naenda tu kutembea. Akaambia nenda kwenye party na wenzako, hapo utaki kuzulazula. Eva akaamua kutoka na kwenda kwenye party, kwenda kujumika na watu wengine. Akaenda kumtafuta mshikaji wake, wanafanya kazi kwa pamoja, ambaye waliandikiwa na alipangiwa ili waweze kufanya naye kazi, ambaye sio mwingine ambaye ni Cray. Akawa atafuta meza ambao Cray. Sasa baada hapo akaamua kufungua dirisha na kuweza kuangalia nje ili aone ule mji ulivyokuwa unateketea na unavyochomwa, ili kuweza kuangamiza wale watu ambao wameweza kupata madhara kutokana na ule ugonjwa. Tukija upande wa pili tunamwona Eve pamoja na Cray. Hapo sasa Eve akaamua kutembea ili kuweza kutafuta vitu ambavyo vitaweza kuwasaidia katika safari yao. Hapo wanataka watoroke, Eve aende akamtafuta mume wake. Hapo sasa wakiwa talama, akamwambia hii lamani ya kwanza kunifikisha mimi kaili ya kwanza kumpata mume wangu. Cray akasema hiyo kazi itakuwa ngumu sana, lakini itaweza kwa sababu tutakuwa tunatumia bike, maana tukitumia gari tunaweza tukakamatwa njiani, maana patrol ipo muda wote. Sawa? Hapo sasa kwa Eve akaendelea kutembea ili aweze kutafuta vitu ambavyo vitaweza kumsaidia katika safari yao. Sasa wakati akiwa ametembea akakutana na bidada mmoja ambao ni mmoja wapo wa wale wahanga ambao wameweza kuasika na kuweza kupata virus. Akasa nani? Sasa Cray anaingia, anambia Eve unafanya nini? Hebu toka karibu na huyo kiumbe. Akikung'ata unaweza ukapata madhara. Ondoka. Wakaamua sasa kuondoka. Sasa hapo wakawa wanatoroka sasa kutoka katika hiyo base ya kijeshi. Umeona? Sasa hapo kumbuka Eva anakwenda kumtafuta mume wake ambaye anaitwa Mitch. Alikuja katika exclusion zone kwa ajili ya vacation. Sasa hapo anajitahidi kutokea mlango wa nyuma, kwa sababu mlango wa mbele imekuwa restricted, yani imezuiliwa, kwa hakuna mtu kutoka bila kuwa na kibali au na muda maalum wa kuweza kuondoka. Sasa hapo wakiwa barabarani wanafurahi, wanacheka, jamaa akiwa anaipiga speed ya laana. Hapo wakiwa wanatoka speed ya ajabu. Hapo wakiwa barabarani wanapisha tu na magari, hakuna mtu hata mmoja kutokana na huo ugonjwa, kila mtu amekufa. Kwa hiyo serikali imeamua kuzuia huko, hakuna mtu kutoka wala kuingia bila kuwa na kibali maalum au kuwa na hiyo kazi maalum ya kuweza kuuzika wafu. Sasa wakiwa barabarani waliamua kwenda kujificha baada ya kuona askari wakija na hiyo njia ambayo na wenyewe walikuwa wanapita. Hao askari wenyewe walikuwa wanafanya patrol. Sasa wakati Eva akiwa amejificha na Cray katika gari, Eva alifanikiwa kumuona mtu ambaye naye aliathirika na hiyo experiments ya wanajeshi. Huyo mtu akawa anawaangalia na akawa amesimama kinamna fulani, akawa anakuja askari wakaamua kumpiga risasi ya kichwa na Eva na Cray ikabidi waendelee na safari ya kuweza kumtafuta mume wa Eva ambaye anaitwa Mitch. Mitch alikuja huko kwa ajili ya vacation na pia alikuwa amegombana na mchumba wake ambaye ni Eva. Sasa wakiwa wanashuka katika bonde la mji ambao ulikuwa umeteketezwa kwa ajili ya kuweza kuangamiza virus wote ili wasiweze kutambaa Marekani na duniani kwa ujumla. Wakiwa wanaangalia mji unavyoteketea ili
waweze kufika upande wa pili lazima wakatize hapo. Kwa Clay pamoja na Eva wakaamua kukatiza katika dimbwi la moto mzito na moshi ambao umetapakaa juu ya anga. Hapo tunamwona Eva anamfanyia masaji Clay kwa sababu Clay alisema nimechoka bwana. Hapo unapogusa ndo kwenyewe. Hapo ni unanigusa vizuri sana. Yani hapo ndo kwenyewe kabisa yani. Yaani umejuaje kama hapo ndo kuna nyuma? Akasema mimi nilikuwa nafanyaga masaji kweli. Kabla sijaja kuzika watu nilikuwa ndo kazi yangu mimi naofanyia huko nilipotoka. Mbabe mmoja akaingia akaanza kuleta vurumai huko akiwa anakanyagia mguu wake ambao umekatika, akawa anawasogelea kama kubeba kiti kwa ajili ya kujihami. Baada hapo akatokea askari akampiga risasi ya kichwa. Yule kiumbe akadondoka chini. Huyu askari bwana anajulikana kwa jina la Ray. Hao wote walipomwona askari wakashtuka sababu wanajua ni kosa walilofanya. Ray akauliza umefanya nini? Clay akaana muangalia Eva. Eva akaamua kujua nilikuwa namtafuta mume wangu analikuja kwa vacation. Wakawa wanaangana na askari. Ndiyo mume wangu. Asikamwambia mume wako. Sawa. Itabidi muondoke sasa hivi hapa kwa sababu ni sehemu hatari. Akamwambia mimi siwezi kwa sababu mimi nimemsindikiza kuja kumtafuta mume wake. Akamwambia mume wake. Ray akaamua kumchukua Clay na kuweza kumfungia Eva ndani. Akamwambia narudi. Umeona akasa ameondoka na mshikaji Ray. Huku Eva akiwa ndani amefungiwa katika chumba. Hapo akimsubiri Ray arudi ambaye ndio huyo askari ambaye aliwaambia hawatakiwi kuonekana katika ile eneo kwa sababu ni eneo hatari sana. Ni eneo ambalo limepata maambukizi baada ya experiment ya kijeshi. Dakika kadhaa kupita, Ray akawa amerudi. Eva akawa ametoa macho kama mjusi kabana na mlango. Akamwambia usijali, nimemwacha rafiki yako aende, lakini sijamfanya kitu chochote kibaya. Eva bado anatoa macho anamwangalia, bado anamtathmini huyu askari. Hapo yani hawezi kumwamini. Akamwambia usijali, lakini nataka unifanyie ukalimu mmoja tu. Unaweza kuondoka na mimi. Eva bado haelewi niondoke na huyu tena. Macho hapo katoa. Macho yametoka. Yaani bado anamtafakari askari. Akamwambia ni ukalimu mdogo tu na kuomba. Na huo wakawa ametoka nje na kwenda kupanda gari kama askari alivyomuomba amfanyie ukalimu. Wakaamua kutoka eneo ambalo la station ambao askari Ray aliweza kuwakuta. Wakiwa njiani ilikuwa ni majira ya usiku. Hapo wakielekea sehemu ambayo askari alipendekeza aende akamfanyie ukalimu. Wanako wanapita mambo mengi sana. Kwa hiyo wakafika eneo moja ambao ni sehemu huyo askari ambaye anaishi ndo alikuwa anamiliki eneo hilo. Alikuwa na mke wake, alikuwa na ndugu zake na mke wake alikuwa na mimba. Sasa Eva akawa bado anamwangalia askari mmoja akamwambia ni ukalimu mdogo sana muenda kunifanyia. Bado Eva akawa elewi. Bado anamwangalia askari huko akitoa macho akiwa bado hamuelewi nini anaenda kumfanyia. Wakati huo wakawa washafika katika nyumba ya huyo askari. Tunaona picha mezani ikiwa yupo yeye pamoja na mke wake. Anaonekana basi alikuwa na mbwa au paka. Askari akawa anamwambia, "Kula, enjoy dinner. Muda unakaribia, wewe enjoy kula ushibe." Eva bado anamwangalia. Eva ana hamu ya kula. Akaambia sasa, "Nenda kavae nguo za mke wangu, ujipulizie perfume na uweze kuvaa pete yangu." Lakini Eva hakuweza kuvaa pete ya yule mke wake Ray. Akaamua kutafuta silaha ya kuweza kujihami ili chochote kikiweza kutokea aweze kujihami kwa ajili ya kuweza kujiokoa katika hilo zahima. Akaamua kuchukua mkasi, akarudishia draw taratibu, huko akaenda kuweka chini ya mto. Akawa msubiri Ray aje na amfanyie kama alivyomuomba. Ray akamsogelea taratibu, akaamua taratibu za muziki huko akiwa anacheza naye kwa hisia. Lakini Eva alikuwa hana hamu kabisa kwa sababu kwanza sio mume wake, ana hisia naye. Sasa jamaa akamdoa mpiga magoti, akamwona Eva hajavaa pete ya mke wake, akamwambia naomba uvae pete. Akamwambia mimi siwezi, nimeolewa, kwa siwezi kuvaa pete yako, mimi sio mke wako. Askari akawa anamwambia, naomba tafadhali vaa pete na kuomba kama utojali. Naomba tuanga kuchukulie. Naomba uvae hii pete. Eva akamwambia mimi siwezi kuvaa, mimi sio mke wako. Akamwambia vaa hii pete. Eva, vaa hii pete. Eva akamwambia mimi siwezi, akampiga kila kitu kichwani. Eva akakimbia kwa ajili ya kuweza kujiokoa. Waega askari akamwambia njoo hapa. Njoo unaenda wapi? Eva akaenda akajifungia katika chumba kimoja. Sasa Eva akamwambia wewe mshenzi,
uweze kunifanyia mimi, sio mke wake. Akamwambia nakuomba Eva, fungua mlango. Eva anageuka, anamwona mke wake na Ray akiwa amelala kitandani. Kumbe mke wake Ray naye aliweza kupata maambukizi, lakini Ray hakuweza kumuua wala kwenda kumzika, aliamua kumhifadhi ndani. Na huyo mwanamke alikuwa ni mjamzito, alikuwa na katoto kachanga, kwa ni mama K. Eva njoo hapa, njoo Eva, Eva njoo. Eva akaamua kukimbilia kwenye nyumba ambazo zinatoka cabin. Akaamua kukimbilia huko, akaenda akafungua mlango, akaingia, akaenda kujichimbia, na huko ndani kulikuwa na giza totolo, giza nene, giza limeshamili. Lakini Eva kwa sababu ni smart woman, akaamua kujitokeza na kuweza kutumia udhaifu wa wanaume, akaanza kumlagai kuwa ameweza kumkubalia. Eva akasema hii ndio chance, sitakiwi kuipoteza. Kumbuka Eva alikuwa ana kichuma nyuma mgongo, kwa akaamua kukichomoa kichuma kile na kumkita Ray ya shingo. Ray akadondoka chini na kuanza kutoka damu na kutililika. Eva ametoa macho kama mjusi kabanwa na mlango. Akana mwangalia, akaamua kumsogelea Ray na kuweza kuchukua funguo ya gari. Muda huo akasimama, akana mwangalia, bado hapo Ray anatapatapa chini, damu zikiwa zinatiririka. Ray anatamani amshike, yani we mbo unanikita mimi. Eva akaona sio nafasi ya kuweza kuipoteza. Yupo kwenye gari, alivyowasha kama ameona mke wake Ray akiwa amesimama na tumbo lake, lakini alikuwa na uwezo wa kumgonga, lakini aliamua kumpotezea na kuweza kwenda na safari yake ili aweze kuokoa uhai wake. Akawasha zake gari, akapiga reverse. Huyo safari ikaanza kujiokoa katika zahama ambao hakutegemea. Sasa akiwa Lord baba, akiwa katika pita zake, kuna mshikaji mmoja akawa amejitokeza babani. Huyo ni mmoja wa watu ambao wamepata maambukizi ya wale virus. Eva alikuwa ajui kuwa ananyanyatiwa na jitu baya, jitu la kutisha, jitu ambalo limeenda hewani milaba ni 7. Eva akashtuka vile nafatwa. Kile kugeuka jamaa linakuja speed ya run. Eva akajikua chini, shoka kule. Hema na Eva na hema. Eva aliweza kumzimisha kwa kumpiga tabu la kichwa na jamaa akaweza kuzima. Eva hapo anapumua, jamaa akamwambia unitani. Eva akafuka, Eva akamzimisha tena kitabu. Kitu kufa mshenzi wewe, unataka umngate nani? Eva hapo anapumua, jamaa akawa ameweza kukata moto. Eva akiwa amelala katika cabin moja ya gari hapo, akiwa amejipumzisha baada ya kukutana zama na jitu baya, jitu refu, jitu la kutisha. Kuna wengine walikuwa wamelala nje ya cabin wakafufuka. Alivyofufuka, Eva akiwa ndani alishtuka kama kuna mchakacho nje unaendelea. Eva akaamua kuwasha na kuchukua shoka na kutoka nje. Anamkuta yule mtu ambaye amepata ugonjwa anachimba shimo, huku akigeuka taratibu na kuanza kumwangalia Eva. Eva alitoa macho na kuweza kujiandaa lolote litakotokea aweze kukabiliana nao. Lakini cha kushangaza, lile jitu likiendelea kuchimba shimo taratibu. Eva akaona huyu mzee anaonekana na kweli tu nimsaidie kuzika watu wake. Kumbe mzee alikuwa na nia ya kuweza kuzika wapendwa wake ili asiweze kuwapoteza, ili waweze kulala salama salmini. Eva akaamua kunyanyuka taratibu, akaenda kufata chepe, na akiwa ameshika chepe akamshushia mzee kichwa. Hapo aliamua kujiongeza kwa sababu aliona mzee atateseka tu duniani. Kwa akaamua kuazika Eva na kuweka picha juu ya kaburi ambalo wale watu walizikwa. Aliweza kufika katika hoteli pamoja na chumba ambacho mume wake aliweza kufikia. Eva hapo akiwa anaingia katika chumba ambacho mume wake akiwa amefikia, akaa aamini anachokiona kwa mume wake. Mume wake naye ni mmoja ya watu au waanga ambao waliweza kupata ule ugonjwa baada ya experiment ya kijeshi. Eva akana mwangalia, angalia, alikuwa anakunywa, kwa alikuwa wawili, anaona glass mbili, akana anatafuta, mbona sioni pete yake? Eva hapo anazidi kutafuta, sioni pete yake. Eva baada ya kuona mume wake kuwa anamchita alikuwa analia kwa uchungu sana. Muda huo Cray anaingia. Eva kuamini anamuona Cray. Cray akana mwangalia. Eva anamwangalia Cray. Mimi kama Cray yuko hai. Sasa wakiwa nje wanapiga story, Eva akana muuliza,
Yule askari alikufanya nini? We acha tu, nienda pale, ila sikuamini aliweza kunyachia. Kwa akaambia twende tukale burudani. Wakaanza kula burudani katika hoteli. Kwa hoteli wakaifanya yao, wakaanza kunywa pombe, wanaogelea huku wanacheka, ila sio wapenzi hao, ni washikaji tu wamekutana katika excursion zone ya kwenda kuzika watu. Waacha baada ya kufika katika hoteli sasa waanza kula bata, kwa sababu maisha mafupi. Wewe waacha wale bata, wakawa wanaogelea, wanafurahi huku wanakunywa pombe. Sasa akaambia Cray, unisaidie niende nikamzike Mitch ambaye ndo mpenzi wake na alipata magonjwa. Kwa Cray aliweza kumsaidia Eva kwenda kumzika mume wake ambao ni Mitch, ambayo safari yote hadi kufika katika ile eneo ni kwa sababu Eva alikuwa anamtafuta Mitch. Kwa akaamua kupiga boti moto na kuweza kuliwasha. Sasa wakiwa njiani baada ya kutoka katika hoteli, Eva akamwona mke wake Ray akiwa amesimama katikati ya barabara, lakini anakumbuka huyu mwanamke alikuwa na mimba. Lakini cha kushangaza hapo ana mimba, kwa hiyo inamaanisha kuwa kajifungua mtoto. Ndo maana damu zipo zimejaa kwenye nguo, yeye akiwa amesimama. Sasa wakati huo Eva akanasikia mtoto analia. Eva akatoka kwa spidi akiwa anakimbilia sauti ya mtoto sehemu hiyo ilipo. Akakimbia huko anakimbia, akafika sehemu kwenye gofu la nyumba, akamkuta yule mama alivyojifungua mtoto, akawa amemwacha sehemu ya gofu. Umeona? Katoto kapo kanalia tu. Eva akaenda kumchukua mtoto na kuweza kumshika. Eva akawa anafurahi kwa sababu naye alikuwa ana uwezo wa kupata mtoto. Akawa amefurahi sana kuweza kupata mtoto. Akaambia nitamlea vizuri. Lakini mtoto hajaweza kuathirika. Kwa ina maana kwamba virus hawajaweza kumpata. Movie yetu pendwa inaishia hapa. Tukutane kwa muda mwingine. Ciao.